the ministry of Jesus, niliangalia about the life of Jesus as whole, kwa sababu the ministry of Jesus imeanza the moment tunaanza kuona the life of Jesus on the earth, kwa sababu unaanza kuona the Bible inaanza kumexplain Jesus. Tulianza kusoma uzuri kitabu cha John, kinamuelezea Jesus before hajaja duniani, kinamuelezea kwamba he was even before the beginning. Ile John 1:1 anaposema in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Lakini kwenye verse 14 ndo anakuja kusema and the word was made flesh, the word became flesh, and we beheld the glory of the only begotten Son of the Father. Na tunajua huyo the only begotten Son of the Father. So tunaanza kuona the way John anaanza kumintroduce Jesus. Anamintroduce alikuwepo even before the beginning. Mpaka alisema all things were created, without him nothing ambayo ilikuwa created. Kwa sababu anasema all things were created by him. Unaona? So unaanza kuona the ministry of Jesus on the earth. Jesus kama physical Jesus ambayo tunamuona here on the earth. Tunaanza kuiona ministry yake from the time ambayo anakuja kuwa birth hapa duniani. Tayari that ministry inaanza. Kwa sababu that the time ambayo kwenye Paul anakuja kutuelezea kwenye Philippians kwamba ile ilikuwa ni degree kubwa ya humility. Kwenye ile Philippians 2 from verse 5 pale 6 anaanza kusema be with this mind which was also in Christ, si ndio? Ambaye anasema who was in form of God but he put on the form of a servant. So unaanza kuona that degree of humility ambaye anakuja kuchukua a form of a man. Kwa hiyo the ministry of Christ inaanzia pale, anaanza kuchukua a form of a servant only tu kwa ajili ya kuja kufanyaje, kwa ajili ya kuja kutuokoa sisi. Sasa nilipoanza kusoma the book of Matthew anaanza kumintroduce Jesus in 2 dimensions. Sawa? Yes, kama unapata kusinzia you can just stand up. I am trying to use the energy at least usipate hiyo nini. Lakini if you can write pia okay. What shocked me, the book of Matthew chapter 1 verse 1 anamintroduce Jesus kama son wa only 2 people. Only 2 people. Lakini kuna generals wengi ambao walitangulia kwenye ile lineage yake. Tunajua Abraham ametoa Isaac, ametoa Jacob na Esau. Jacob ameendelea kutoa kina Jude. Generation imeendelea mpaka kina King David, kina Suleiman ambao wisdom, the kings from the earth wanakuja kuona the wisdom ya Solomon. Lakini tunaona inaanza kumtambulisha the book of genealogy of Jesus, the son of Abraham, the son of David. Amemaliza. Why? Anamtambulisha Christ the son of Abraham, kwa sababu that is the first thing ambayo Christ anakuja nacho hapa kwa ajili ya hicho hapa duniani. Why? Kwa sababu Abraham ndo alitolewa promise ya ile seed ambayo ilikuwa imekuwa mentioned kwenye Genesis chapter 3, ambayo ilikuwa mwanamke aliambiwa your seed ata bruise head ya yule devil. Kwa hiyo Abraham anakuja kuambiwa mataifa, even Gentiles shall come into the kingdom of God through the seed, through your seed, ambayo Abraham anasymbolize the father. Alafu the father ambaye alimtoa the only begotten son, the seed ambaye ndio Christ. Kwa Abraham anasymbolize, ndio maana sasa anakuwa introduced Jesus as the son of Abraham, ina maana as the savior. Anakuja ku bring men
unto the Father. Ndio maana the Bible inasema mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, yani Kristo. Unaona? Kwa hiyo anaanza kuja kumintroduce Jesus as a savior. So the first time anamintroduce the son of Abraham, anaanza kumintroduce as a savior, the father of faith. Ndio maana kuja kwenye Ephesians 2:4 pale anaanza kusema we are saved by faith. Si ndio? Unaona? So unaanza kuona nao that is the first introduction. Lakini there is an introduction ambayo Jesus anakuja kuwa introduce the son of David. Tunajua hapo tayari Jesus anakuwa introduced as a king. Na hata ukiangalia the theologians wanasema Matthew is the book that introduces Jesus as a king. Unaona? Sasa these dimensions zote zinaanza kuelezea the dispensation of Jesus. Sawa? Before, kwa hiyo Jesus anapoanza ministry yake hapa duniani, haanzi ministry yake as a king. Anaanza ministry yake as a savior. Amen. Si unaelewa? Kwa hiyo anaanza ministry yake as a savior. That's why he has to take a form of a servant. Imagine he was a God, lakini he had to take a form of a servant. Unajua what? Ina maana the vice versa of a servant is a lord, a king. Lakini now ana shift from that dimension ambayo alikuwepo, anakuja kwa dimension of a savior, of a servant. Anapokuja hapa duniani, he comes as a savior. Kwa hiyo whatever mission ambayo inamleta Christ now first is for saving this humanity. Lakini kulikuwa na vitu vingi ambavyo he came for. Unaona? Kwa sababu he didn't came only to save us. He came to restore the kingdom to us. Sawa. Kwa hiyo sasa unaanza kuona introduction ya Jesus. Lakini sasa kumbuka, pastor hapa ameshagusia kitu ambacho kinaitwa pattern. Unaona? Now because he took a form of a man, now he had to show a pattern ya huyu man ambaye anamsave. Kwa sababu hawezi tu kumsave alafu akaondoka. He has to show this man a pattern ambaye huyu man after being saved, kwa sababu baada ya huyu man kuwa saved ndiye ambaye anakuja kuwa savior. Ndio ambaye anakuja ku carry this assignment. Sio, unaelewa? Kwa hiyo Jesus has to show a pattern how to live. Kwa sababu the moment amechukua form of a servant anaitwa son of God. Na mission yake ni kuja kubea other sons of God. Mission yake ni kuja kuproduce other sons of God. Kwa hiyo sasa before haja produce lazima a show a pattern of how a son of God lives. Sasa tu hatuonyeshi how a son of God lives. The first thing anaanza kuonyesha how a son of God is born. Unaona? Anaanza kutuonyesha how the son of God is born. Ndio maana unaanza kuona sasa kwenye kitabu cha Matthew chapter 1 verse 18 mpaka 21 anaanza kusema the angel anakuja kwa Bikira Maria, anamwambia kwamba utabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Unaona? Verse 21 anakuja kuambia sasa you shall carry. So, utabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na utazaa mwana, naye jina lake ataitwa Immanueli, yani Mungu pamoja nasi. Lakini mstari wa 18 anasema kwamba atazaa mwana. Sawa, kuna mtu ambaye ana yani karibu na Bible. Yes, verse 18, sawa. Anasema kwamba atazaa mwana, si ndio? Ambaye watamuita Immanueli. Sawa. Alikuja kumtueleza kwamba ambaye atawaokoa watu wake kutoka kwenye dhambi. Si ndio? That is verse 18, si ndio? 21. Angalia, ambaye atawaokoa. Mungu pamoja nasi, ndio verse 21. Angalia 18 hapo, 1:18 Matthew.
Okay, anasema naye atazaa mwana, naye utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yes, yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. So unakuja kuona, so the Son is born by the Holy Ghost. Without the Holy Ghost, the Son cannot be born. Kwa hiyo all sons of God ambao watakuja kuzaliwa hapa duniani, without the Holy Ghost, no son of God can be born without the Holy Ghost. Kwa hiyo you cannot call yourself a son of God and utasema kwamba I have not been born by the Holy Ghost. Ndio maana waga nawashangaa believers ambao anasema I don't have the Holy Ghost. Then how you are a son of God and you don't have the Holy Ghost? Kwa sababu anasema kwamba Kristo anasema kwamba kwenye John 3:3 pale anasema that which is born of the flesh is flesh and that what is born of the spirit is spirit. Kwa hiyo nao tunaanza kuona Jesus anaanza kutoa a pattern. The first pattern is kwamba the Son has to be born by the Spirit. Kumbuka nimekwambia Jesus anatoa pattern. Kwa hiyo as long as na wewe una pattern as a son of God, you have been born by the Spirit of God. Amen. And as long as you have been born by the Spirit of God, you are a spirit. You are a spirit placed in a physical body to execute the will of God on the earth. Because on the earth, the requirement is the body. That's why Christ had to take the body in order to exercise the will of God on the earth. Because only man has a legal entity to exercise the will of the Spirit on the earth. Kwa hiyo as long as you are a son of God, kama Jesus anaitwa the firstborn among the creation, ina maana other sons of God watakao kuwa wanafuata ambao ni brethren wa Christ, ina maana now they have to be born of the Spirit of God. Si unaelewa? Kwa hiyo tunaanza kuona the birth inatupa pattern kwamba we are born of the Spirit of God because Jesus was born of the Spirit of God. Lakini tunaona that is the first thing ambayo Christ anakuja kureveal, his life ya Christ inakuja kureveal kwetu. The second thing inakuja kureveal ni kwamba Christ lived a life of principles. Why? Because he was a kingdom ambassador. He came, kumbuka nimekwambia kwamba he took a form of a servant so that he can save men, sindio? But also so that he can restore the kingdom of God. So he came here as a kingdom agent. In any kingdom there are principles. In every kingdom there are principles in the kingdom. So as long as Jesus amekuja hapa for the kingdom agenda, kwa hiyo he has to live under the principles of the kingdom of God. Sasa among the first principle ambayo Christ anaanza kutuonyesha, now this is the second principle. Kwa sababu now the first principle of the kingdom of God ni kwamba you have to be born of the Spirit. Na Christ mwenyewe alisema kabisa kwamba which is born of the Spirit is the Spirit. Na akasema kwamba if you cannot be born as a child, you cannot enter the kingdom of God. Anamwambia Nicodemus kwenye John chapter 3. Anamwambia unless you are born as a child, you cannot enter the kingdom of God. Na verse 6 akamwambia, ile 3:6 akamwambia you must be born again. So that is the principle of the kingdom of God, kwamba you have to be born again. Ndio maana sasa kwenye ile Colossians wa Kolosai ile 1:13, si ndio? Anasema kwamba and Christ has delivered us from the power of darkness and he translated us into the kingdom of his dear son. So this was a kingdom matter, not only a civilization of the earth, but in the kingdom. It's a matter of two kingdoms.
Ndio maana unaona the time Christ amekuwa born tu, ukitaka kujua this was the kingdom agenda, the time Jesus amekuwa born, the kings from another kingdom of darkness, they are after the child. They want to kill that Jesus ambaye amekuwa born. So the time, hiyo ina symbolize nini? The time you said yes to Jesus, you announced the war to the kingdom of darkness. Even regardless you know or you don't know, but the time ambayo uliokoka, you announced war to the kingdom of darkness. Glory, ulitangaza vita in the kingdom of darkness. You announced war against the kingdom of darkness. Ndio maana anasema kwamba he disarmed all the principalities and the power of darkness. In Ephesians 1:18 anasema kwamba now Christ amekuwa seated in heavenly places above all principalities, all kingdoms, all dominions. Why? Because this is a kingdom agenda. Ndio maana wanaanza kuona whenever Mungu ana try kuleta kingdom agenda. Moses anazaliwa tu kwenye Exodus chapter 2, the kingdom of darkness kunachafuka. They kill all children when the same age ya Moses. Sio tu wenye waliokuwa wanakaribia 2 years and above and down, what kill. In the generation of Moses, only Moses gonna prevail Egypt. In the generation of Jesus, only Jesus gonna prevail. So unaelewa? So you can see the moment you are born again, that is a war. Ndio maana unaona the time you try to live the word of God is difficult. You try to pray, it's difficult. You try, because that is a war. It's not only about I am born again, but you have entered in another kingdom. You have caused the loss kwenye kingdom nyingine. Kwa sababu uzuri wa kuwa born huko, it required you to say yes. It required you to say yes, I believe, I accept you to be Lord and Savior. So the devil knows you said yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Yes. Kwa hiyo you need to understand kwamba that was the kingdom matter. Because that principle, the first principle, you have to be born of the Spirit of God. As long as you are born again Christian, you are born of the Spirit of God. The Spirit of God dwells in you. Now you have to understand you have entered in another kingdom, ambayo that kingdom will make a war for you to come out there. He conquered the grave. Hallelujah. Amen. So he introduced us into another principle, the principle of growth. Jesus introduced us. In this kingdom we grow, because in this kingdom we are born as children. You have to be born again. So as long as you have been born, in Amani, you are born as a child. Yes. Not as a son. You are born as a child. Ndio maana Jesus anasema as many, when John 1:12, as many as received him, to them he gave power to become sons of God. He gave them power. He gave them exousia. The word power iliyotumika pale ni exousia, ability, capacity, authority to become son. Ina maana they are being children. Ndio maana kwenye what we are given is a child. Watoto ndo wanaopewa. In the kingdom, children are the one who are given. Sons they take. Ndio maana unaona kwenye ile 1 John chapter 2 verse 1 anasema kwamba ile ambayo ulisema Onesimo kwamba tunaye mwombezi, alisema watoto wadogo naandikia watoto wadogo ili kwamba msitende dhambi, na hata mkitenda dhambi tunaye mwombezi. Yeah, that is the language of children. They have been given forgiveness. They have been given. Do not, even if you sin, we have an intercessor, because I am speaking to children. Unaona? So as long as you are born, unakuwa born as a child. Lakini now the second principle ambayo Christ introduces, and introducing the principle of growth. In this kingdom you have to grow. You have not been called only to remain a child. You have to grow. Amen.
Na hiyo nilicite kwenye the book of Luke chapter 2 from verse 42 to 46, kwa sababu Matthew hapa hakuicapture hii. Luke, kumbuka, Luke alikuwa ni mtu wa evangelist wa mwisho kwa write those gospels, the four gospels. Unaona, ndio maana anasema nimesoma hizi habari kwa usahihi, nimesoma hizi habari, nimechunguza na mimi nimetafuta. Alisoma gospels za kina Matthew, unaona, akatafuta naye akachunguza, then anasema nikaja kuandika kwa usahihi zaidi. Unaona, so Luke anakuja kuandika even na anakuja kuandika the life of Jesus, anatuletea principle nyingine ambayo anasema Jesus when he was 12 years, alipokuwa na miaka 12, he was found in the temple. Wazee wake walienda tu, unaona, they went for the feast. Wakati wanarudi na anakuja kuambia kwamba ghafla Jesus disappeared, and anasema they found him in the temple, na ilikuwa as his custom. He was in the age of 12, na anakuta the wisdom ambayo alikuwa anaitoa was the wisdom ambayo haikuwa the wisdom ya kawaida. Ona, ndio kisogea the nadhani ni verse 60, ndio anasema kwamba the child continued to grow in wisdom and stature, pleasing both men and God. Akaendelea kukua katika kimo na maarifa, akimpendeza Mungu na wanadamu. So he was growing. Jesus was growing. He was growing. Lakini tunaambia even the principles are clear. So the principles are clear for a person ambaye wants to grow, because you are a child. Na kumbuka huyu Jesus anasema aliendelea kukua katika kimo na maarifa. What among the principles alizokuwa anazitumia? Inatuonyesha kwenye 1 Peter chapter 2 verse 2, tunajua as little babies desire milk, pure milk, so that you may grow. Si unaelewa? So your level of desire to the word of God, your level of desire to the word of God determines how much you are going to mature. How much do you interact with the word of God? Because you are in the kingdom ambayo hairequire wewe ku remain as a child, ina require wewe ku go. How much you are hunger of the word. Ndio maana nakwambia, yani once you understand that there are no sections of the word you will agree that will be weak. Hakuna session about the word of God inakuwa shared, you utagree kwa disadvantaged. Yes, uchovu utakuja, but uchovu comparing to where you are going, usingizi to where you are going. I am telling you the truth. That is the principle of the kingdom. Now principle is bigger enough. The principles are never violated. God never violated principle. God was God of love. He loves men. Lakini when it came to principles, every iniquity has to be punished. He had to punish the iniquity, but his love caused to punish the iniquity on himself. But the iniquity has to be punished. So the principles are never violated. To whom you choose to obey, he becomes your master. Yani Mungu hakuwa na choice, regardless create a man, but as long as man has decided to obey the devil has become the master of men. What are the principles in the kingdom? So you will remain for salvation for 10 years, and you will continue to be a babe, and utakuwa a child. You will be talking from experiences. You will be talking from stories. And the way you talk, utaongea tu kama stories. Utaongea kama, that's why 1, 2, 10 minutes start, 20 minutes, people are tired of listening you. Why? Because when the moment you are talking from experience. The moment you are talking from religious. You are not talking from the place of glory. The bad thing anasema kwamba be careful, because the words you are talking, you will give count of the words. Now Jesus anasema the wise man is the one who hears my words and does them. Yanakwambia nowadays everyone wants to talk. Even in our churches, even in our fellowships, everyone anahitaji kupreach. Akipata nafasi anahitaji kuongea. Lakini ukiangalia hata mtu the things
they are talking. Ukikuta mtu anapewa kuongea about prayer, the way anaongea about prayer, ukiangalia prayer life, his prayer life, two things different, and we don't know kwamba the words that we are talking will give them account. See the principles. These are the principles ambazo the life of Jesus, we are learning from the life of Jesus kwamba there is a principle of growth ambayo Jesus aliintroduce kwetu. Sio tu Jesus peke yake, John mwenyewe anakuja kuintroduce kwenye Luke 1:8, anasema kwamba the child continued to grow and was in the wilderness until the day of his manifestation. Continued to grow and became strong. See, yeah, those are the Jesus said the kingdom of God suffers violence and the violent take it by force. The violence are not children. Children are given. Yes, God has given us a lot of things. Has given us eternal life, has given us righteousness, has given us His Holy Spirit, has given us His power, has given us His authority, has given us His likeness, has given us His image. He has given a lot of things, but there are things are taken. Hallelujah. So this is the principle of growth. Now the growth, anasema kwamba yes, we grow by what? Man of God amesema we grow by what we eat, by what we feed, the diet that we take. Ndio maana Jesus anasema kwenye Matthew 4:4, anasema kwamba a man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Na ukishaelewa that proceeds out of the mouth of God, ina maana whenever God talks, the first evidence that we have that God talks is when God spoke in the Bible. So the moment you are reading the word of God, how much are you feeding from the word of God? How much are you feeding from the word of God? How much are you listening the word of God? How much are you being taught the word of God? How much are you accessing the word of God? Because even in songs, there are times Jesus anasema teaching yourselves in hymns, psalms, and songs. There are times you receive the word of God in songs, in hymns, in psalms. There are times you receive the word of God in prayer. Ndio maana Mungu anamwambia Yeremia kwenye 33 verse 3, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Anasema the Spirit of God kwenye 1 Corinthians chapter 2 verse 10, kwamba search the deep things of God. Ina maana if I'm speaking in the Spirit, I speak mysteries. Kumbuka the principle of growth. Anapomsemea John anasema the child grow and became strong. Kwa hiyo kuna kitu cha grow na become strong. So there are things ambayo zitakuaid wewe grow na kuna the things ambazo zitakuaid wewe to become strong. We grow based on what we feed. We become strong based on how we exercise what we feed. Imagine wale watu wanaokula afu wapigi gym au wapigi mazoezi, obese, mwili uzembe, hawezi hata kukimbia, hawezi hata kubeba mizigo. Ana mwili mkubwa lakini hawezi hata kubeba mizigo, hawezi hata kufanya kazi ngumu. Lakini the person ambaye ana gym, anakula na ana gym, unakuta muscles are distributed. He is very strong. Akikaa na mtu kwenye ulingo, hakai naye muda mrefu. He is grown and he is strong. So there are things, there are spiritual engagement. Ndio maana hapo inakuja prayer is by model. Prayer it will give you the access to the word of God, but also prayer it will cause you to grow, lakini also prayer it will build your strength. Si unaelewa? There are things you exercise. Services, healing, ministrations, preaching the gospel. Those you are, because now you are distributing that diet when you preach the gospel, because the word ambayo umeiweka ndani yako, now you are distributing it. The diet, balanced diet. The diet has to be done. When it comes, it has to be distributed. It has to go to muscles, it has to be to legs. It has to be distributed. The word of God imekuja, the gospel you have, now the gospel has to come out. It builds your strength, because unakuta the moment you are giving out the gospel, shy goes away. The moment you are giving out the gospel, confidence is built. The moment you are
building, you're giving out the gospel, power manifested, because you will meet the people who are sick and you will lay hands. Power start to distribute, start to go. But are things which are giving us growth and are things which are giving us strength. Lakini hivyo vyote sasa are taken. Those are things that are taken by force. Ni vitu ambavyo you have to persist in. Ndio maana you have to measure yourself. How much are you hunger for the word? How much are you hunger for prayer? Are you praying when we come to sit here? Are you praying when you are going to sleep? Are you praying when you are eating? Are you praying when you are waking in the morning? Are you reading the word of God when you come to fellowship? Or when you are told you have a session to preach? Or when you are told you have Bible study, you have to share a word? How much are you hunger to grow? Because you're in the kingdom which requires you to grow. Without growing, you are irrelevant to that kingdom. You are irrelevant. You cannot be committed for the things of the kingdom. I am telling you, Jesus was a son of God, was a child of God. But he remained a child for 30 years. He was a child for 30 years. He spent 30 years to move from childhood to sonship. Because the moment he came to sonship, naingia kwenye growth, the principle of the growth in a learning of the word, growth in a prayer, growth na kitu kingine. Growth itakuintroduce kwenye kitu kingine ambacho ni the lead of the Holy Spirit. Itakuintroduce kwenye principle ya tatu ambayo ni the journey of the Holy Spirit, the lead of the Holy Spirit, the lead of the guidance of the Holy Spirit. After Jesus to grow, baada ya Jesus to grow, to move from childhood, he came to a point where he encountered the lead of the Holy Spirit. Because of the moment he encountered the Holy Ghost, and the moment ambapo ameencounter ile maturity ambayo, kumbuka anasema kwamba kwenye Matthew 4 verse 1, so we are dealing with Matthew 4 verse 1, anasema kwamba and Jesus was led by the Spirit to the wilderness. Kuna how the Spirit will take you to the wilderness. Kumbuka kwenye Romans 8 verse 14 anasema those who are led by the Spirit are the sons of God. So now you have journeyed into the journey of sonship when you enter into the lead of the Holy Ghost, the guidance of the Holy Ghost. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini there are prerequisites to enter to that journey ambazo zilimpata hata Jesus, ambao hata zilimpata hata Jesus, ambayo actually ndio ingekuwa the third principle, lakini I saw kwamba okay, that can be the prerequisite entering the third principle, lakini is not a bust. It can start, kwa sababu it's not only always, it can change. There are people ambao they start with that, there are people ambao they start with the lead of the Holy Ghost. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Now, the moment you step in the journey of the Holy Ghost, among the things can happen, He will lead you to submission. Or the lead of the Holy Ghost can be the result of submission, from submission. Either submission to the people ambao wamekutangulia, submission to the people ambao wamekutangulia can lead you to encounter the journey of the Holy Ghost, the guidance of the Holy Ghost, or the guidance of the Holy Ghost can lead you to the people whom you have to submit. Nitakupa two scenarios. Mtaanza na Jesus. Jesus kilichotangulia ni submission. Jesus even before hajaanza kupata journey na Holy Ghost, alianza kusubmit. Alianza kusubmit first. Tunaona Jesus, the journey of the Holy Ghost inatokea kwenye Matthew 4:1. Lakini tunakuja kuona Jesus submission inatokea kwenye Matthew 3 from verse
nadhani naanza from verse, yes, naanza from verse 11 to 15. Unaanza kuona pale Jesus anaenda kuwa baptized to John the Baptist. John the Baptist anatry kukataa, anamwambia you are the one you have to baptize, lakini Jesus anasema for the kingdom I have to submit to the one ambaye prophecies zilishasema kwamba there is a someone, the voice of a man crying in the wilderness shall come to prepare the way of the Messiah. He's the one who will introduce me to this generation. He's the one. Kumbuka ni miaka prophecy imetolewa more than 600 years. No man ambaye alitap that prophecy, no man ambaye alikubali kutap that prophecy until a man paid the price. Kumbuka John alikuwa ni a son of a priest, high priest, sio a priest, high priest. Unajua high priest kwani mkuu, unajua alikuwa kwani mkuu, yani kwani mkuu the life ambaye analive kwani mkuu is not living from the altar. All the offerings zinazokuja ni kwani mkuu, is the one responsible for majority. Yani alikuwa kwani mkuu na miji yake, kwani mkuu ana possessions zake. John alikuwa ni mtu ambaye anatakiwa akae kwenye temple achukue kile kitu cha babake, kwa sababu naye alikuwa ni priest. Lakini so priest is a title. There is a more than a title. There is a prophecy I have to go and tap it. Now your prophecy is taken by force. It's not given. A priesthood ilikuwa given. Position of a priest angepewa na babake, angekuwa a priest. Lakini so there is more than being given. There is more. There are things have to be taken by force. Then you say I am living outside the temple. I am living from eating, kuletea vyakula, watu wananiletea sadaka na kula tu. Priest alikuwa anakula vile anavyoletea. Priest alikuwa afanyi kazi yoyote, analetea tu vitu vya kula madhabahuni mle. Lakini kwenye ukisoma Matthew 3 verse 1 pale mpaka 3 anasema kwamba a voice of a man crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Anasema John alikuwa amefungwa vazi la singa, amefunga kiunoni, anakula asali na nzige. Yani ameacha vyakula vizuri, he's eating asali na nzige. A man paid price so that he can prepare the way of the Messiah. That's why when Jesus came, he know that this man has paid. I have to submit. As long as Jesus mwenyewe anasema there is no one born of a woman is greater than John the Baptist. Kwenye Matthew hiyo 3:11. Unaona? 3:12, 11:12. Unaona? 3 pale 11 to 12. Anasema no man. Tena alianza kusema kwenye 11 anasema kwamba no man born of a woman is greater than John the Baptist. Lakini anasema kwamba but he who is the least in the kingdom shall be greater. But Christ, to be greater you have to be the least. That's why Jesus went to submit to John. He went to submit to the one. So he was teaching the principle. There is another principle of submission, ambayo it can come first before the lead of the Holy Ghost, or it can come after the lead of the Holy Ghost. See, unaelewa? You understand? But these are principles. These are principles. Unakuja kuona that was Jesus amesubmit. John anajaribu kukata. This is not for you, John. It's not a matter of your humility. Humility does not work in the principle of the kingdom. Yes. Now this is the matter of me to submit, because the kingdom has said I have to submit. Si unaelewa? So that is something. Unakuja kumwona Samuel ana submit to Eli. Samuel asinge submit kwenye ile first Samuel chapter 3 verse 1. Ukianza kusoma pale mpaka verse 7. Samuel alikuwa anasema kwamba Samuel alikuwa hajalijua neno la Mungu. Even not only to neno la Mungu, even sauti ya Mungu. You don't know. The word of God, you don't know. You have to submit to kuhani Eli. Ambaye kuhani Eli tunaambiwa kabisa even the scepter of priesthood ilikuwa imeshanyang'anywa kwenye nyumba yake. Lakini he has to go and submit to him. Na Eli, Samuel anaitwa mara ya kwanza na Mungu, anaenda kwa Eli, umeniita? Eli anamwambia sijakuita, kalale. Mara ya pili, umeniita? Eli anamwambia sijakuita. Mara za Eli anamwambia that is God. Now when he calls you, say this. Why? Because you have submitted. Now you have got a man ambaye anakuinstruct, you can never miss the assignment ambayo Mungu amekupatia. That is important. These are principles. There are people ambao unaweza kumuona huyu tunaenda. Unajua Jesus walikuwa wanapishana miaka michache na miezi michache na John. Kwa sababu Elizabeth wamekutana na Mariam wote wakiwa ni wajawazito. Kwa alikuwa hajapishana sana, lakini Jesus has to submit. So there are people ambao wanaweza
umepishana naye mwaka mmoja, lakini you have been given to submit on him, not because you are weak, but because the principles, there are men ambao God amewatanguliza kwa ajili ya kuprepare your way. Unaweza ukaona wewe una kitu kikubwa kuliko wao ukawadhalau, lakini kumbe a savior of the world, he came to submit to the one, a man. That's a principle ya submission. These are the principles, sio my principle. Jesus anatuonyesha, lakini unaona inaweza mara nyingine inaweza ikatangulia the Holy Ghost. Unaona Paul ana encounter Jesus direct, na Jesus instructed go to Ananias, go to submit to Ananias. So that can be by model, go to submit to Ananias. God anamwambia David go to submit to Samuel. So anashindwa to submit to Samuel, anakuwa rejected. Sauli anashindwa ku submit to Samuel, anakuwa rejected. Obedience is more than sacrifice. Yes, I am looking. This is the life of Jesus. My God. Okay, so the time you have entered in the lead of the Holy Ghost, then the Holy Ghost is introducing something called consecration. He's going to separate your life. He's going to separate your life. Yani your life itakuwa different, kwa sababu nao hautotembea tena kama kundi la watu. Yani hautoishi tu maisha ya kundi la watu, kwamba nikaenda fellowship Jumatatu, nikaenda fellowship Jumatano, nikaenda fellowship Alhamisi, yani Jumapili baada kanisani basi ndio imeisha. Now he started to introduce laws. The moment Jesus amekuwa led by the Spirit to the wilderness, the Spirit guided him fast 40 days. 40 days. Now because the Holy Ghost now introduce laws ambazo mentor hawezi kufundisha, laws ambazo mentor hawezi kukusaidia. Now with the journey of you and the Holy Ghost, because mentor alichofanya kuintroduce kwenye the journey ya wewe kujani na the Holy Ghost. So now is nakwambia those are principles. Once you don't move in those principles, you will remain as you are. Na years zitapita, utakuwa the same Christians, utakuwa the same bwana, utakuwa the evil. Utakuwa hivyo, lakini utakuja kuwa Jesus is life. He lived for people, he lived for men. He reached to a time ambayo Mungu amemwekea laws ambazo Jesus mwenyewe anamwambia my Father, if it is possible, kikombe hiki kiniondoke, but your will. Sio, unaelewa? Yes, unakuja kumwona John anaondoka, Holy Ghost anamwambia ondoka nyumbani. John anaondoka nyumbani. Holy Ghost anamwambia Abraham ondoka hapo, ondoka nyumbani kwa baba yako, ondoka familia yako. Abraham anaona now is personal. Alijaribu kumchukua Lutu, alijua tunaenda kama kundi, lakini hakujua kwamba Mungu alimwambia wewe ondoka. Ndio maana Lutu mbeleni akamletea matatizo. Mungu alikuwa ondoka wewe, hakutakiwa hata kumchukua Lutu. So there are things ambayo Mungu atahitaji go yourself. Go wewe tu. Mitume alikuwa anajifungia pale until persecution ikaanza kutokea. Now Philip anaambia wewe nenda Asia. Yeah. That is a journey of the Holy Ghost. And you're no school can teach you. No school can teach you. Prayer life yako itakuwa tofauti, kwa sababu among the things the Holy Ghost take over, your desire for the word itachange. Yani your life for the word of God itabadilika, your prayer life itabadilika, lakini pia your Christian life itabadilika, your character itabadilika, kwa sababu Christ wanasema kwamba wale Pharisees walikuja walimaccuse and they found nothing. Walikuja kumletea false witnesses, his character they found nothing. Au tuambia pastor hapa ametoka kuongelea, au tuambia kwamba do not fornicate, so you do not, yani hizo do not hasio kwako.
Kwa sababu now you have the Holy Ghost. This is not your position. This is not your portion. This is not your portion. Oh my God. Sawa. So kuna vitu niliandika hapa. Submissions, among the advantage of submission, it opens heavens to speak for you. Heavens will start to speak for you. That's why more likely, the time you submit is more likely to hear the Holy Ghost. Is more likely to start to hear the Holy Ghost. Kwa sababu the time ambayo Jesus amesubmit to John, then the voice from heaven ikatokea, this is my only begotten son, this is my lovely begotten son. The time to Jesus amesubmit, the voice imeanza kuja. He has been exposed. There are people who will expose you to the reality of God. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Elihu. Kama umesoma kitabu cha Ayubu, kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Elihu. Wale marafiki zake wote, kulikuwa na rafiki zake walikuwa anaitwa Elifazi, kuna rafiki zake waliitwa Sofari, kuna mtu waliitwa nini hao, Bildad. Wote walikuwa wanamcondemn Job. Lakini there is a man aliyomiti anaitwa Elifazi, ndio ambaye alisema kwamba I thought age should speak wisdom. I remained silent because you are elder, you are full of age. I thought age should speak wisdom. Lakini anasema but there is a spirit in man and the breath of the Almighty that gives him understanding. That man alipoanza tu kuongea na Job, alikuwa ni mdogo kuliko kina Ayubu. Ayubu alikuwa ni mkubwa kwa yule dogo. Ndio maana yule dogo alikaa kimya. Watu wakaongea chapter 31. Yaani Job kuanzia chapter 1 mpaka 31 wanaongea wao. Dogo ametulia. Kwanza imagine walifika, walipomkuta Ayubu, walikaa siku 7 bila kuongea kitu chochote. Then siku ya 7 ndio rafiki zake wanafunua kitu. Wanaanza kumcondemn Job. 31 chapters. Then 32, chapter 32 ndio Emmanuel Elihu anakuja. Anaongea mpaka chapter 37. Ayubu hajajibu chochote. Wale wenzake walikuwa wakiongea chapter 1, Ayubu anajibu. Chapter ya 2, Ayubu anajibu. Kwa sababu walikuwa wanaongea. Lakini the man came ambaye alikuwa a man from God, ambaye Job alitakiwa submit, na Job akasubmit 7. Aliongea 6 chapters. Ayubu hakuongea chochote. And the time to yule Elihu ananyamaza kimya. The 38, chapter 38 anasema and the Lord spoke to Job. Yeah, the moment to Elihu ananyamaza kimya, then Elihu alimexpose Job to the voice of God. Then God spoke to Job. Sio lele. Yes, there are men who about to submit, they will cause heaven to open for you. And heaven will start to speak for you. Lakini not only heaven to speak for you, but also heaven will introduce. Kwa sababu from that time Jesus hakuwa tena yule Jesus. The Holy Ghost took him. After the Holy Ghost took him, anatembea tu. Yaani Jesus amekuja. The time to the Holy Ghost takes you, he start to lead you to the assignment. Yaani ataanza kupeleka wewe kwenye the fulfillment. Pastor alisema there is a pattern drawn. Now sir, the Holy Ghost akianza kutake over, utakuta tu it has been fulfilled. Jesus, unajua Naftali na Zabuloni Yesu alikuwa anaenda kufanyaje? Yesu alikuwa anakimbia. Alisikia Yohana Mbatizaji ametiwa gerezani. Akasema nao naenda Zabuloni na Naftali. Yaani kana amesikia Yohana Mbatizaji ametiwa gerezani, na Yesu akakimbia. Anapita Zabuloni na Naftali, it has been fulfilled. Why? Because now yuko kwenye journey of the Holy Ghost. It has been fulfilled. My God. Hizi principles zingine ngoja tuniishie hapa, maana naona hata you guys were oscillating. Yeah. So yes, kuna vitu vingi nimeandika, lakini I think pia for the wisdom of time ngoja tuishie hapa. Lakini yes, labda nisome tu hivi vitu vitatu ambavyo niliviandika hapa, lakini hivi vingine nitaendelea another day maybe. Anasema first, anasema kwamba submission opens heaven to speak to you. Ndio hiyo Matthew chapter 3 verse 16 mpaka 17, na hiyo first Samuel verse 3 chapter 3 verse 1 utasoma pale. Samuel anaanza kumsikia Mungu, lakini from Eli kwani alivyomuelezea, anaanza kusema tena when heavens speaks to you also introduces you to the world. Introduces you. You don't have to introduce you. There are times heavens will introduce you. How to struggle. Yesu yule alikuwa anapita kwenye temple anakaa, lakini nao anaanza kupita kwenye temple, anafika kwenye temple tu demons wanamwambia tuna nini nawe mwana wa Adamu?
lakini kwa miaka 30 amekuwa anapita na hawamwambii. Lakini nao anza kuambia tuna nini mwana wa Adam, wameshaanza kumjua kwa kumbe this is not the son of a carpenter, kumbe this is the son of Adam. My God. Okay, the guidance of the Holy Ghost will start to cause you to walk in the will of God. Ndio unaanza kuona hapo every time say Jesus it has been fulfilled. It has been fulfilled. Alivyosema kwamba ile ameisoma ile Hebrews, nilikuwa nimeziandika Hebrews 10:7 kwamba I've come to do in the volume of the book to do your will, O Lord. Tunaanza kuziona Jesus anaanza kutembea kwenye zile ordination. It has been fulfilled. What was spoken by the prophet Isaiah. People in the land of Naphtali and Zebulun who sat in the darkness have seen the great light. Unaanza kuona it has been fulfilled. Itaanza tu sasa. Yaani ukianza kusoma ndio maana ile message sasa ulikuwa ukianza it has been fulfilled. Limetimia neno la nabii Isaya. Limetimia neno la manabii. Limetimia neno la nabii Yeremia. Now is the fulfillment. Why? Because he's yani ile pattern ambayo amesema kwamba those who are led by the Spirit, the time you are led by the Spirit, kwa sababu anasema kwamba the Spirit knows such as the deep things of God. So he searches, because the Spirit is an effective lead ambayo itakulead you in the will of God to walk. Kwa sababu kwenye Ezekiel chapter 36:27 anasema kwamba in the new I'll put another covenant, ambayo anasema kwamba I will remove the heart of the stone and I will put you a heart, nitaweka moyo wa nyama. Unaona, anasema kwamba and I will cause you to walk in my statutes. Yani not only to you will know, kwa sababu anasema I will write my laws on your heart and I will cause you to walk in my statutes. Not only kwamba atakulivile wewe kufahamu, lakini pia he will give you ability and he will lead you to walk in the ways of God. My God. Okay, guidance of the Holy Spirit will move you to the field. Tunaona kwamba from Matthew chapter 4 verse 17 unaona Jesus sasa he started to preach. Anasema kwamba Yesu naye akaanza kuhubiri, akiwaambia tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia. Akaanza kuhubiri Injili, akaanza kuponya wagonjwa. Sio, unaelewa? Okay, naomba nishie ya 5 ambayo nasema the guidance of the Holy Spirit will move you to the right people attached to your destiny. Kwa sababu unaanza kuona, yani tu pale hiyo chapter 4 ni kubwa sana. Ile chapter 4 ina vitu vingi sana. Unaanza kuona tu pale kwa verse 18. Yes anakutana na kina Andrea, sema nifuate, nitafanya kwa wavuvi wa watu. Nifuate, nitafanya kwa wavuvi. Yes, hizi pages zingine naomba niziache, lakini at least hicho ni kitu ambacho I'm still learning from Jesus. I want to be like him. I want to live like him. I have become, nimesaliwa kama yeye.